Kama wewe ni mdau wa kusikiliza stori mbalimbali za matukio ambayo yamewakuta watu katika maisha, basi hii stori moja kwa moja inakuhusu, kwa sababu kwenye hii stori kitakachobadilishwa ni majina tu, lakini kila kitu ambacho kitakuwa kinasimuliwa ndani ya hii stori basi kina uhalisia wa 100%. Na hii stori inamhusu kijana mmoja ambaye yeye kwa asili ni mtu wa Dodoma na kijana wa pili kwa asili ni kijana wa Iringa. Stori yetu inaanza pale ambapo vijana hawa katika nyakati tofauti wakiwa wanafanya maamuzi tofauti kutoka sehemu ambazo walikuwa wakiishi, ambapo namaanisha kijana namba 1 akiwa anatokea Dodoma na kijana namba 2 akiwa anatokea Iringa. Sasa kijana wa Iringa alifanya maamuzi kuanza kutoka Iringa kwenda mkoa wa Ruvuma kwenda kuanza maisha ya kujitegemea, kwenda kujitafutia. Na pia katika siku hizo hizo au mwezi huo huo na siku hiyo hiyo, kijana mmoja kutoka Dodoma na yeye alifanya maamuzi ya kutoka mkoani Dodoma au jijini Dodoma kuelekea katika mkoa wa Ruvuma. Kila mtu alipanda basi lake kwa wakati wake, na moja kwa moja basi kila mmoja alishuka katika stendi ya mji wa Songea, na kila mmoja alijikuta yeye ni mgeni. Lakini katika hali ya kuanza kuhangaika kuingia huku na kule, wakajikuta hawa watu wanakutana kwa mara ya kwanza kabisa wakiwa wageni, na wote wakiwa wanaingia katika mji wa Songea kwa siku ya kwanza. Kama unavyojua, safari ya kutoka mjini Iringa mpaka mjini Songea ni masaa almost 8, na vile vile mtu ambaye anatoka jijini Dodoma na kuja mjini Songea, huyu anaweza akachukua masaa 10 hadi 11 hivi. Kwa hiyo katika hapa na pale hao vijana wawili walikutana. Katika kukutana wakajikuta wakajikuta tu mazungumzo yao yanaendana, wakajikuta wameanza urafiki ndani ya hiyo siku. Kwa hiyo maisha yao yakawa yameanzia kwa kuanza kulala stendi. Kama unavyojua, stendi nyingi zinakuwa na mazingira yale ambayo yanaruhusu watu kulala kama vile wasafiri, lakini ni wenyeji. Kwa hiyo wale vijana wakaanza maisha yao pale wakiwa wanalala stendi. Basi siku iliyofuata vijana wote wawili walifanya maamuzi, kwa kuwa kila mmoja alikotoka alikuwa amebeba kiasi cha fedha. Kwa hiyo walianza biashara ya urembo. Nafsi biashara ya urembo na maanisha biashara ya machinga. Kwa hiyo vijana wote wawili wakaanza biashara ya machinga wakiwa wanashirikiana au wanashauriana. Kwa hiyo wakatengeneza bango, na kusema bango nadhani kila mmoja anaelewa neno bango. Ni mbao fulani ambazo zinaungwa, zinawekwa na mfuko, then vinakuwa vinawekwa vitu kwa kushikizwa na pini. Kwa hiyo maisha yalianza hivyo, wakawa wamefanya biashara pale kwa kulala stendi kwa muda fulani. Mara baada ya muda huo wakajikuta wote wana uwezo au kipato cha kuweza kupanga chumba na kuanza maisha katika chumba. Kwa hiyo kila mmoja alipanga chumba chake. Mmoja alipanga mtaa mmoja unaitwa Matarawe Songea, Matarawe, na mwingine alipanga Bomba Mbili. Ni mitaa ambayo ipo karibu sana, kwa hiyo walikuwa karibu. Kwa hiyo kila mmoja alifanya biashara akiwa anashauriana na mwenzake, lakini katika hali ambayo sio kawaida wakaanza kutengana. Unajua Songea tuseme kuna muda wa mavuno, watu wengi au machinga wengi huwa wanazunguka vijijini kwenda kutafuta wateja huko ambao wanakuwa wamefanya mavuno yao. Sasa basi msimu ulipofika, basi kila mmoja aliingia kwenye kijiji chake kwenda kusaka dough. Walipotezana kwa muda wa miezi kama 6 hivi, manake kipindi cha mavuno huwa kinaanzia msimu wa maharage, ambapo ni mwezi wa 4, mwezi wa 3,
Kwa hiyo walipotezana, walikuja kuonana kama miezi 6 mbele hapo. Sasa nazungumzia mwezi wa 10 au 11 wakiwa wote stendi. Sasa huyu kijana ambaye alitokea Dodoma alishangazwa na maendeleo ya mwenzake. Kwanza kabisa bango lake lilikuwa limenona mno, lilikuwa nzuri sana, yani lilikuwa na mtaji mkubwa sana. Alafu yeye bado yupo vile anadunduliza. Maisha yake ndiyo alikuwa anaenda, lakini hakuweza kujifananisha tena na rafiki yake kwa sababu huyu mwenzake alikuwa tayari ameshakuwa level nyingine kabisa. Kwa hiyo ilimtia shaka kidogo na shauku kutaka kujua kwamba imekuwaje mwenzake ndani ya hii miezi 6 amepata faida kubwa kiasi hicho cha kuwa na mtaji mkubwa kiasi hicho. Kwa hiyo hii ilimpa kigugumizi sana, lakini akaja akapigwa na butwa miezi 5 mbele rafiki yake huyu wa kutoka Iringa aliponunua gari aina ya Noah. Kama unavyojua miaka ya 2015, 16, 17 hapa mpaka 18 kuja 19, Noah ni biashara ambayo ilikuwa imeshika hatamu sana.